Wahdashi TV Online, ukweli na uhakika. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-khullasil muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ndugu zangu, tungali tukiendelea katika mfululizo wa masomo yetu yanayohusu malezi ya watoto, na tupo katika kumzungumzia baba. Al-abu daurul abi fi tarbiya, jukumu la baba katika malezi au wajibu wa baba katika malezi. Katika masomo yetu yaliyopita tulizungumzia al-abu wal ifratu wat tafrit, baba na kitendo cha kupitiliza ziada katika malezi au kitendo cha kupuuza katika malezi. Tulizungumza na tukaelezea kwa kirefu zaidi na kwa mifano, na leo tutazungumza maeneo ambayo mzazi hatakiwi kupitiliza ziada wakati anamlea mtoto, lakini pia hatakiwi kupuuza. Na tulizungumza eneo la kwanza katika masomo yetu yaliyopita, katika eneo la afya. Tukasema katika eneo la afya, wakati mzazi anamuuguza mtoto, kuna mazingira anaweza yakajitokeza ya kumpitiliza katika uuguzi wake, kumweka karibu sana, kumkumbatia, na yanaweza kuleta madhara yale. Lakini pia tukimwambia hili asifanye, ina maana tumemkataza aache kabisa, akapuuzia, asimame katikati. Leo tuko katika eneo la pili. Eneo la pili ambalo mzazi hatakiwi kupitiliza, kuwa na ziada katika kumlea mtoto, lakini pia hatakiwi kupuuza katika kumlea mtoto vile vile. Nalo ni al-ihtimamat, kumjali mtoto. Mtoto anahitajia ajaliwe. Ni lazima mtoto apewe malezi na apewe uangalizi wa ziada, kwani hiyo ni haki yake ya kimsingi kabisa. Mzazi lazima ampe mtoto wake uangalizi na ampe malezi mazuri, kwa sababu hii ni haki ya mtoto kimsingi kabisa. Kwa hiyo ni wajibu wa kila mzazi amjali mtoto katika malezi. Baba anatakiwa kuhakikisha usalama wa kimwili wa mtoto wake, na anatakiwa vile vile kuhakikisha usalama wa kisaikolojia wa mtoto wake vile vile. Hata hivyo, wazazi wanapaswa kuwa waangalifu dhidi ya kupitiliza au kupuuza katika jambo hili la kumjali mtoto. Kupitiliza katika kumshughulikia mtoto humfanya mtoto ashikamane sana na wazazi wake, na hili linaleta athari kwa mtoto, kwa sababu linamfanya mtoto apoteze uwezo wake wa kujitegemea maishani mwake. Ama kupuuza kumjali mtoto, mama au baba akaamua kupuuza kumjali mtoto, ile humsukuma mtoto kwenda katika tabia mbaya na upotofu, tabia ambazo zinaweza kuhatarisha usalama wa maisha yake mtoto huyo baadaye yake, kuanzia wakati ule na baadaye yake. Kumjali mtoto, tunaposema mzazi anatakiwa amjali mtoto wake, maana yake ni kwamba mtoto anahitaji usalama, mtoto anahitaji malezi, mtoto anahitaji maelekezo na anahitaji kufuatiliwa kwa kiasi. Lakini si vizuri kumdhibiti mtoto kila sekunde, na si vizuri pia kuingilia katika kila jambo la mtoto. Si vizuri pia kutaka mtoto awe chini ya mzazi muda wote, yaani kukatokea ule uangalizi wa ziada, kule kumlinda kwa ziada,
kupitiliza. Si vizuri mzazi kumdhibiti sana mtoto kila sekunde. Si vizuri mzazi kuingilia kila jambo la mtoto wake na kutaka awe chini ya wazazi yule mtoto muda wote. Si mambo mazuri hayo. Ndio tunaita kule kupitiliza kwa ziada, ambapo kunaweza kukamdhuru mtoto katika maisha yake. Kupitiliza katika kumshughulikia mtoto, hapa mtoto hawezi kufanya jambo mwenyewe. Yani ukipitiliza katika kumshughulikia mtoto kwenye maisha yake, kila kitu uko karibu naye zaidi, hapa unaweza kumdhuru mtoto. Mtoto atashindwa kufanya mambo yake mwenyewe baadaye. Mtoto atakuwa hawezi kuamua, na atakuwa katika maisha yake kutokea mambo madogo anaogopa. Anafanyaje? Anaogopa na hukosa kujitegemea, kwa sababu washazoea kila kitu kitarudi kwa baba, kila kitu kitarudi kwa mama, kwa sababu walimuweka karibu sana. Kila kitu wakawa wao ndio wanamfanyia. Kwa mfano, kijana mwenye miaka 20 bado mama yake anamchagulia nguo za kuvaa. Yani kijana na miaka 20, lakini mama bado anamchagulia kijana wake nguo za kuvaa. Leo vaa hii, kesho vaa hii, usivae hii. Ni mtihani. Lakini vile vile pia bado wazazi wanampangia marafiki. Kijana mwenye miaka 20, wazazi wanampangia marafiki, au wanamfanyia kila kitu. Kila kitu wanamfanyia wazazi. Huyu kama ni mwanamke akiolewa au ni mwanamume akioa, atakuja kupata changamoto kubwa sana katika maisha yake ya ndoa, na atapata shida na kushindwa kuwajibika ndani ya ndoa yake. Lakini pia kama Mungu atamjalia kumruzuku mtoto, atapata changamoto katika kumlelea mtoto. Lazima atakuja kupata changamoto katika kulelea mtoto wake. Atajikuta na yeye akimpuuza, kwa sababu mambo mengi hakuachiwa kuamua katika maisha yake. Hakuachiwa kujiongeza wala kufikiria. Yote yalikuwa yakifanywa na wazazi. Baba alikuwa akifanya na mama alikuwa akimfanyia. Naam, hii pia nao ni hatari nyingine. Kama mtoto ataachwa bila uangalizi. Tumeangalia uangalizi wa ziada kwamba ni hatari, aangaliwe kwa wastani. Lakini pia akiachwa kabisa mtoto bila uangalizi, bila kufuatiliwa, bila ya kuulizwa unaenda wapi, anaweza kuharibikiwa kitabia mtoto huyo, au akajiingiza katika magenge ya uhalifu. Lakini pia anaweza kupata marafiki wabaya ambao watakuja kumgharimu vibaya katika maisha yake, na vile vile mtoto huyo anaweza kuja kuathirika kingono na kiakili baadaye, kwa sababu amepuuzwa, hajafuatiliwa, hajaangaliwa, haulizwi, ameachwa huru kabisa. Yani amepuuzwa. Na ndio maana tukasema tusipitilize ziada na wala tusipuuze. Tufanye mambo kwa wastani. Tuwaangalie watoto, tuwafuatilie, tuwe nao karibu, lakini kwa wastani. Tusipitilize, lakini pia tusipuuze kabisa. Vyote viwili hivi vina madhara makubwa sana. Kwa hiyo tunaposema mtoto anatakiwa kujaliwa, tunamaanisha wazazi wamjali mtoto kwa kipimo, wamjali mtoto kwa wastani. Wasiwe na mapenzi ya ziada, wasiwe na uangalizi wa ziada wa kupitiliza, wasiwe na ufuatiliaji wa ziada wa kupitiliza. Na tunapomkataza mzazi asiwe hivi, ina maana tunamvunja moyo au tunamzuia kabisa, akaamua kama ndio hivyo basi bora ni muache. Akimwacha pia atakuwa amepuuza na atakuwa ameharibu. Muhimu ni kutembea kwenye njia ya usawa, kati na kati. Tusizidishe kwenye ziada wakati tunawalea watoto wetu, pia tusipuuzie tukawaacha wakawa wako huru katika kila jambo. Na hii ilikuwa ni eneo la pili la al-ihtimamat, la kumjali mtoto katika malezi. Kama utaendelea kuwa nami, tutakuja kuzungumzia eneo la tatu ambalo tutasema ni eneo la kumsaidia mtoto. Mtoto bado anahitajia msaada kutoka kwa wazazi wake.
Endelea kuungana nami ili tuendelee kujifunza pamoja namna nzuri na namna bora ya kuwalea watoto wetu katika malezi yaliyokuwa mazuri na yaliyokuwa bora. Asanteni na washukuru sana kwa kunisikiliza. Wahadashi TV Online, ukweli na uhakika.